Okay, naitwa Mohamed Janabi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, na tuko hapa leo tena katika moja ya zile video zetu zinazohusiana na afya. Ni elimu kwa afya kwa jamii. Na leo tutazungumzia ugonjwa ambao kila mtu wa 4 unayekutana naye duniani sasa hivi, umeongezeka katika hii miaka 17, ana tatizo la kiharusi au stroke kwa jina la kitaalam. Na nitachoeleza hapa ni dalili kubwa au viashiria vinavyokuambia umepata stroke au utapata stroke. Kwa nitachoeleza hapa ni dalili, na kama muda utaruhusu tutafanya sababu kubwa zinazofikiriwa kwamba zinapelekea watu kupata stroke au kiharusi. Sasa stroke ni kitu gani au kiharusi ni kitu gani? Kiharusi ni sudden loss of consciousness, yani unapoteza fahamu ghafla. Whether utakuwa umeanguka au umelala, lakini ni kupoteza. Sasa nini kinachosababisha mtu kupoteza fahamu ghafla katika ugonjwa wa kiharusi? Na mimi nazungumzia hapa kupoteza fahamu kwa sababu ya kiharusi. Sababu kubwa ni kwamba kichwa chetu hiki ndani kuna ubongo. Sasa ubongo uko sehemu mbili, uko upande wa kulia na upande wa kushoto. Sehemu ya ubongo, kwa mfano tuchukulie upande wa kulia wa ubongo, kuna mshipa umeziba na damu haiendi pale, kile sehemu kinaharibika au kinakufa kwa lugha. Zile cells pale zinaharibika. Kwa pale ndo mtu anapopata stroke. Sasa nimesema mwanzo kwamba ubongo iko upande wa kulia na upande wa kushoto. Ukipata stroke upande wa kulia, mwili wako unapooza upande wa kushoto, na ukipata stroke upande wa kushoto, mwili unapooza upande wa kulia. Sasa ubongo au brain ni 2% tu ya uzito wako, lakini inatumia energy 20% ya mwili wote. Maana yake nini? Ubongo uko active au unafanya kazi wakati wote. Haijalishi wewe uko macho au umelala, ubongo unafanya kazi muda wote. Na ndio maana unahitaji, pale kinapokosekana oxygen ambayo inapelekwa na damu, pale ndo mtu anapopata kiharusi. Sasa hata ikiwa sekunde 10 tu, mtu anaweza kupoteza fahamu, na ikiwa kati ya dakika 4 mpaka 6, mtu anaweza kupata madhara ambayo ni ya moja kwa moja katika maisha yote. Wengi tunaona ndugu jamaa zetu, wagonjwa wetu hospitali ambao wamepata stroke, amepooza upande wa kushoto na hali yake haijarudi tena. Kwa unaweza kuona umuhimu wa hii oxygen inotakiwa kwenda kwenye ubongo na inapelekwa na damu. Sasa kuna aina 2 kubwa za stroke. Aina ya kwanza inaitwa ischemic, ambao ni 87% ya wagonjwa wote. Ukiwa na wagonjwa 100, wagonjwa karibu 87 watakuwa na hii aina ya kwanza. Sasa hii nini inamaanisha ischemic stroke? Ischemic stroke ni pale mshipa wa damu unapoziba. Sasa unaweza kuziba kwa sababu ya kuna clot, kuna damu imeganda pale, kwa kipande cha huku hakiwezi kupata damu kwa sababu kuna kuwa na blockage. Kama vile kuna barabara, alafu uweke mawe katikati, kuna kuwa na blockage, magari hayawezi kwenda upande wa pili. Sasa ule upande wa pili kama ni kwenye kichwa, ni brain, ndio pale mtu anapopata stroke. Na bahati mbaya 3% au niseme tu kirahisi zaidi, ukiwa na wagonjwa 100, wagonjwa 3 wanaweza kupoteza maisha kabisa pale pale. Aina ya pili inaitwa hemorrhagic. Hii ni hatari zaidi. Ni pale mishipa ya damu inapopasuka, alafu ndani ya ubongo kunajaa damu. Hawa ni 13%, na mara nyingi 50% katika wale either watakufa pale pale au watakufa katika wiki chache au watakufa katika mwaka mmoja, within 1 year. Na hawa hali zao huwa ni mbaya sana ukilinganisha na hawa wa kwanza. Then kuna hii aina ya 3 ambayo inaitwa transient ischemic attack au TIA. Hii ni tunaita mild form of stroke. Sio kali sana,
na nitaelezea kwa kirefu huko mbele. Sasa najaribu kueleza kile nilichokieleza. Hizi aina zetu mbili kubwa, hii ni ischemic stroke, na hapa utaona kwenye ubongo, hii ni mishipa ya damu. Kwa hiyo kukiziba hapa kwa sababu ya mafuta haya au nini, kipande hiki huku hakipati damu, na kama hakipati damu maana yake hakipati oxygen, kwa hiki kinaharibika, ndo pale mtu anapopooza. Nakumbushia tena, ubongo uko upande wa kulia na upande wa kushoto. Ukipata stroke upande wa kushoto unapooza upande wa kulia, na ukipata upande wa kulia unapooza wakati wa kushoto. Na observation, tafiti zinaonyesha wengi sisi tunatumia upande wa mkono wa kulia tunapata stroke upande wa kushoto, na wale wanatumia mkono wa kushoto, lakini hizo ni tafiti tu. Na aina ya pili ambayo nilisema ni asilimia 13 ya wagonjwa wanapata, na utaweza kupoteza ugonjwa asilimia 50, ni pale mshipa unapopasuka, na nitaeleza sababu. Kwa damu inajaa huku na inapelekea mtu kupata kiharusi. Sasa hii aina ya tatu niliyoizungumzia, na nilisema hii ni inapita, ni temporary, ni kwamba kunakuwa kumeziba kiasi na kwa sekunde tu chache mpaka maybe dakika 2, na mtu pale anapoteza nguvu au analegea upande mmoja, whether ni kushoto au kulia. Lakini mara nyingi dalili zote zinapotea katika masaa 24. Yani katika ile siku moja, masaa 24, within 24 hours, mgonjwa anarudi kwenye hali yake iliyokuwa sawa kabisa. Kwa hiyo kunakuwa hamna ile damage ya kudumu au permanent damage. Lakini nini kinachokuambia hapa? Inakupa tahadhari kwamba kuna siku utakuja kupata sasa stroke kubwa, moja aina zile mbili nilizozitaja pale mwanzo. Naomba kusisitiza kuhusu hii stroke ambayo huwa ni mild, watu wanaiona mitaani na wanaidharau. Narudia tena, hii inaitwa mini stroke au stroke ndogo au kiharusi kidogo. Tunatumia neno lingine pre-stroke, kwamba inakupa tahadhari kuna siku utakuja kupata stroke, kwa sababu 1 ya 3 ya hawa wagonjwa wanaopata hii stroke ndogo huwa wanaishia katika mwaka ule ule kuishia kupata kiharusi kamili. Na tafiti zinazoonyesha asilimia karibu 40 katika siku 7 baada ya kupata hii wanaishia kupata kiharusi kamili. Sasa bahati mbaya, kwa sababu tafiti, mtu anaipata hii nyumbani, haripoti hospitali, au inaishia wamechuana kidogo nyumbani, mtu amekuwa amepona. Kwa hiyo hatupati ripoti zote kamili, kwa hatujui namba asilia ambayo watu wamepata hii stroke ambayo ni minor stroke. Sasa nini dalili sisi kama madaktari tunaziona tunapoletewa mgonjwa kwenye kitengo cha dharura? Nini tunachokiona? Kwanza tunapewa history kwamba huyu mgonjwa ghafla kapoteza fahamu, manake na kapooza upande mmoja, unilateral. Sasa inaweza kuwa kwenye uso tu, au inaweza kuwa kwenye mkono tu, au inaweza kuwa kwenye mguu, au upande mzima wa mwili unakata katikati, upande mzima unakuwa umepooza au hauna nguvu. Mgonjwa hawezi kuzungumza vizuri, hawezi kutembea, hawezi kusimama. Na dalili zingine ambazo tunaziona kwa hawa wagonjwa, na wewe uliyekuwa nyumbani kama ukiziona, atashindwa kumeza sawa au kutafuna, ataanza kushindwa kuandika au kusoma, hata kitu rahisi kabisa cha kufunga kifungo hatoweza. Hivyo vyote vinaashiria mgonjwa wako amepata kiharusi au amepata stroke. Kitu kingine ambacho tunakiona kwa hao wagonjwa, na ni vizuri mkisikilize na ukitizame, kama ndugu au jamaa yako ana hizi dalili, anaanza kuona vitu viwili au anaona mawingu, blood vision, kusikia ganzi kwenye mikono, kusikia kwake kutakuwa vizuri sana, na akigusa kitu hasikii vizuri,
na baadhi ya wagonjwa wanaanza kusikia harufu ambayo haiko sawasawa. Kwa zile sensi kubwa 5 zote, kusikia, kuona, kuonja na kadhalika, zote na zenyewe zinaathirika, kwa sababu hizi zote control yake iko kwenye kichwa, na ndio maana kule, kwa sababu kumeathirika, na hivi vitu vingine vyote vinakuwa vimeathirika. Sasa nini hasa tofauti kati ya hii minor stroke tuliyosema TIA? Kiuhasa hizi zote ziko sawa. Tofauti yake kubwa ya hii aina
una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na endelea kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na elimu hizi zenye lengo la kukuhabarisha na kukuelimisha juu ya masuala muhimu ya kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya. Hii ni TNA. TNA. Stay informed. Stay healthy.